tumeanza zoezi la ugawaji miche. Hamasa ya watu kuchukua miche imekuwa ni kubwa sana, mwamko ni mkubwa, na tunaendelea kutoa miche hadi sasa na watu wanaendelea kupata miche. Kwa miche hii ambayo watu wameshaanza kuipanda toka misimu iliyopita, imeonyesha inafanya vizuri na wakulima wameipenda kwa sababu inazaa kwa muda mfupi na inazaa kwa wingi sana. Kwa hivyo tunaamini kabisa kupitia miche hii ambayo inagaiwa, malengo ya serikali ya kuongeza uzalishaji yataweza kufikia ifikapo 2030. Miche hii inayogawiwa iko milioni 6.6. Lengo au sehemu nyingine kubwa ambayo tunaiboresha vizuri ni kugawa miche hii kwa kina mama na vijana. Tukumbuke kwamba kina mama na vijana walikuwa nyuma kidogo kwenye swala la uzalishaji wa kahawa. Miaka ya nyuma ilikuwa inaonekana kwamba mashamba yanamilikiwa na kina baba peke yake, lakini tuna program mbalimbali za kuhamasisha kilimo kwa kina mama na vijana, na hata miche hii inavyogawiwa, moja ya kundi ambalo tunalilenga kwa kiasi kikubwa ni wakina mama na vijana, na sasa hivi vijana wengi wamehamasika, wameandaa mashamba ya kutosha. Wakina mama wengi wamehamasika pia, lakini pia wakina baba wameelimishwa namna ya kuwashirikisha wakina mama kwenye kumiliki mashamba na kumiliki rasilimali zingine za nchi. Wito wangu kwa wakulima ambao wamechukua miche, na wakumbusha hii miche ikapandwe mara moja, ili hii mvua inaendelea kunyesha, miche iendelee kukua vizuri, ili tuwe na uhakika kiasi kikubwa cha miche yote inakuwa salama. Unakumbuka mwaka jana tulitoa miche, baada ya kufanya ufuatiliaji tulikuta 88% iko hai, 12% miche ilikuwa imekufa. Tunatamani mwaka huu tupunguze angalau tufike karibu 95 au 96 ya miche tunayo shambani iwe hai. Nashukuru serikali kwa kutupatia miche bure. Sisi kama vijana kwetu ni fursa kubwa sana, kwa sababu tunapata nafasi ya kushiriki zaidi kwenye swala zima la kilimo. Hasa tukisema tukizingatia kwamba miche ni gari kuipata. Maana tukisema tuingize tena fedha tukanunue miche na mitaji hatuna, ndio kwanza tunaanza maisha kidogo inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo kwa upande mmoja nasema kwamba ni shukrani kubwa sana kwa serikali yetu. Tumepata nafasi ya kuipata miche na tunasema tu asante, na kama vijana basi yote atakayepata miche akaipande, maana kahawa ni biashara. Kahawa tunapata, ndio tutajenga uchumi. Kwanza nashukuru sana, natoa pongezi kwa Mama Samia, bodi ya kahawa, kuhusu kutugawe kuita wanawake na wanaume. Na mimi mwenyewe nilipewa fomu kaandike watu kwa ajili ya ugawaji wa miche ya kahawa. Kwa hivyo nashukuru sana, sikuamini kama itajitokeza hivi. Kwa hivyo sasa hivi tutajitahidi hii kahawa mnayotugawia tunaenda kupanda na tutatoa mafanikio. Pengine mtuachie hata namba za simu tuwapigie, tuseme jamani, ile kahawa miche mliotugawia imetuletea mafanikio haya na haya na haya. Mpaka sasa hivi si wanawake tunatosha. Kwanza nasema wanawake tunatosha. Sasa mimi pia ni kitongoji natawala wanaume. Kwa nini nisitawale kwenye shamba la kahawa? Kwangu mimi binafsi, kwa jambo hili linalofanyika leo katika kijiji chetu hiki, namshukuru Mungu sana, nasema asante sana, kwa sababu hii ni baraka na muda huu ni wa mvua na ni muda mwafaka. Kwa hivyo namshukuru Mungu, tunalipokea hili jambo kwa siku ya leo, kwa huduma tunayopewa katika kijiji chetu. Na hii huduma tunayopewa sisi sio kwa faida yetu mimi tu, hii naelewa ni faida yetu mpaka kizazi kijacho. Tunaiomba serikali kwa nafasi ya pekee itenge tena bajeti mbele, iongeze hasa kwa mwakani, tuongeze vitalu viwe vingi, watu waweze kulima hizo kahawa, kwa sababu hii ndo hasiria ya mwanzo wa zao la kahawa. Bustani kama hii kisha kuwepo kwa watu wengi na watu wakapanda hizo kahawa, inamaanisha grafu kubwa sana itaongezeka kwenye pato la taifa. Nimeona toka nilivyoingia kwenye kilimo cha kahawa, nimeona nufaika, na kwanza nashukuru sana uongozi wa awamu ya 6, tumepata bei nzuri safari ya kahawa.
na sisi safari hii tunahamasika, sisi akina mama niendelee kuhamasisha na vijana, na vijana wameshaitika kuangalia bei ya kahawa iliyokaa safari hii. Nina hamasa ya kulima hili zao la kahawa. Najua ninavyolima zao la kahawa litaniinua kiuchumi, litanisaidia mimi na familia yangu ili kunikwamua kwa matatizo mbalimbali. Naishukuru serikali ya mama yetu Samia Suluhu Hassan ambayo maagizo yake ya kuwasaidia wakulima yameleta manufaa moja kwa moja kwa sisi wakulima. Nasema hivyo kwa sababu gani? Tulizoea kuiona ruzuku kwenye mazao mengine kama vile mahindi miaka hiyo. Lakini safari hii zao la kahawa nalo limeguswa, lakini hakubagua. Kimsingi ni kwamba kila zao amelipa ruzuku. Hii imeleta hamasa kubwa kwa vijana na akina mama kuweza kujiingiza kwenye sekta ya kilimo. Kwa kweli vijana tumehamasika sana kulima kahawa kutokana na serikali yetu kutuwezesha miche hii ya kahawa. Asante sana Mama Samia Suluhu Hassan, lakini pia tunaomba zoezi hili lisiishie hapa, liwe endelevu ili vijana tuweze kuinuka zaidi ya hapa. Nitoe msisitizo sana kwa wakulima wote ambao wanachukua hii miche ya kahawa kwamba wahakikishe wanapanda hii miche mashambani, kwa sababu moja wapo ya kigezo tunachokifanya sisi ni kwamba mkulima ni lazima hakikishe ameandaa shamba lake, kwa maana ya kwamba amechimba mashimo na ameweka samadi, na baada ya hapo anafikia shimo lile vizuri, alafu anasubiri tu kupanda mche. Zoezi hili tunalifanya kwa kushirikiana na halmashauri za wilaya zote ambazo zinalima kahawa. Kwa hiyo kwa kushirikiana na wataalamu wa kilimo tunahakikisha kwamba mkulima yote anachukua miche amechimba mashimo. Kwa mapokeo bodi tunashukuru kwa sababu zoezi limekwenda vizuri na tumefarijika kama bodi ya kahawa, kwa sababu kitu ambacho tunakifanya tunaona kabisa kina matokeo makubwa kwa nani? Kwa wananchi. Lakini ujumbe kutoka bodi ya kahawa ni kwamba tunawahimiza wananchi wapate miche wakaipande shambani, sio wachukue miche wakaweke nyumbani. Tunaamini zoezi hili litakuwa endelevu, kwa maana kwamba bodi ya kahawa itakuwa ikizalisha miche mara kwa mara na kuwapa wananchi, kwa sababu uchumi wa wananchi unategemea kilimo, kilimo kama sehemu ya maisha, lakini pia kilimo kama uti wa mgongo wa taifa. Hivyo basi, kama mwakilishi wa bodi ya kahawa tunasema tunashukuru sana kwa uwepo wa wakulima, lakini pia tunaamini zoezi litakuwa endelevu na kila mmoja atakayefika atapata mahitaji ya kile